Ladies and gentlemen, karibuni kwenye Paper Talk na mimi mchambuzi wako Frank Mathew. Uhali gani Tanita? Umeamkaje ama umeamshwaje? Ama umeamka mwenyewe tu kama vile unalala na mti? Karibuni na hii ni Paper Talk. Habari Leo, Nipashe, Uhuru na Mwanaspoti pamoja na Mwananchi ni magazeti ambayo tunayo siku ya leo. Moja kwa moja tuanze na gazeti la Habari Leo. Unajua kale kama mtindo ukiwa mtoto mdogo hivi babu na bibi anaanza kukuita kama ni wa kiume, anaanza kuita mme wangu. Mme wangu. Kwa hiyo anasema mimi nishaoa, bibi ndo mke wangu. Kama ni wa kike anaanza kukuita nanilio babu, mume wangu. Alafu babu anamuita mjukuu, mke wangu. Sasa ona hii hapa kutoka gazeti la Habari Leo. Babu asakwa akidaiwa kuiba mjukuu wa miaka 2. Babu ameenda naye wapi mjukuu? Si mkeo huyu jamani. Babu umempeleka wapi mjukuu? Ilikuwaje? Katika ukurasa wa 8 gazeti la Habari Leo. Habari nyingine, unajua sisi wakati tunasoma huko mashuleni kuna muda mwingine unapigwa, ushakuona vile unachapwa afu unaenda kuita mzazi. Unajua mzazi anaenda shuleni kukutetea na yeye anafika na kukungunta mpaka walimu wenyewe wanagombelezea. Yaani alafu mbaya zaidi usikute huyo mzazi mwenyewe ulimkodi, anakupiga mpaka unashtuka, unamwambia we bro vipi? Mimi si nilikupa 10,000 kwa ajili ya kunichapa fimbo 4. Mbona unazidisha? Mbona unachukua kama vile wewe ndo mzazi kweli kweli, mpaka walimu wanashtuka kumbe umekodi. Sasa habari katika gazeti la Habari Leo nasema mwanafunzi ajinyonga kisa kugombezwa. Kagombezwa tukaenda kujinyonga, akajitia kitanzi. Nikombezaje? Sasa angeweza zile fimbo sisi ambazo uko unachapa mpaka bandani huko kuko na kichapo. Unapigwa mpaka unasema hii dunia kweli inazunguka. Sasa wewe kugombezwa tunaenda kujinyonga. Na ukifika huko mbinguni ukigombezwa vile zindo utakimbilia motoni mwenyewe. Ila wanafunzi poleni kwa ndugu jamaa na marafiki pamoja na wafiwa kwa ajili ya msiba huo uliopatwa kwa mtu kujinyonga kwa sababu za kugombezwa. Kwa hiyo pale ikiandikwa mwishoni baada ya kugombezwa akajinyonga mpendo wetu akatutoka. Mungu lazima marehemu mahali pema peponi. Amina, maana asija akamgombeza hadi Mungu mwenyewe kwamba mbona hujanilaza mahali pema peponi Chindo. Hatari sana. Habari nyingine, mikoa sasa ya banwa bajeti madawati vyoo. Mheshimiwa Mwigulu atoa miezi 6, aelekeza walioiba mabati ya milioni 200 wakamatwe. Na ni rahisi Mheshimiwa Mwigulu kuwashika hao watu. Ukiona tu umeenda hiyo eneo mkakuta nyumba za manyasi lakini juu wamepaua kwa mabati, hao mnaanza nao. Unakuta mtu amepiga nyasi bati. Unajua vile vitu vijijini, mtu anakuta anaunduziwa bati 5,000, bati la shilingi ngapi kuna pigwa kwa bati 5,000. Sasa mabati ya milioni 200 yameenda wapi? Ni namna nzuri ya kuwapata hao wezi. Na leo ikiwa ni tarehe 17 ya mwezi wa 3, tupo katika kumbukizi ya hayati Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Kwa hiyo familia ya JPM yahimiza umoja mshikamano. Dr. Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuongoza kumbukizi leo Chato, ndio na tunamkumbuka mheshimiwa hayati JPM kwa mengi sana mazuri. Mungu azidi kuilaza roho ya marehemu mahali pema peponi. Amen. Gazeti la Nipashe. Gazeti la Nipashe nakuja na habari gani? Gazeti la Nipashe. Manusura ajali ziwani wasimulia dakika za kutisha zilivyokuwa. Zilikuwaje sasa hapa? Msaada wa nanga uliowadidimiza ndani ya mshangao wote waliopoteza fahamu. Umoja wa stadi za wavuvi vikaokoa nafsi kadhaa. Poleni sana kwa wafio, lakini tunajua bisa hao wengine walisimulia. Unajua wakati nimezama nikakutana na perege nayo na kambale wakaanza kunivuta chini, wanataka nimeze kama mambo ya Yona. Sijui nini. Poleni sana. Poleni sana. Wengine manusura sema tulikuwa tunatafutana ili tusaidiane, lakini mawimbi yalikuwa yanatutupa huku na kule. Chini ya maji tulikosa hewa. Hiyo the obvious, lazima mkose hewa chini ya maji. Nakumbuka neno la mwisho linalosema kabla sijazimia ilikuwa ni mchukueni huyu ni mzima.
Hiyo ndo neno la mwisho. Sasa pale wakati wanasema mchukueni huyu ni mzima, unashindwa kujua, je, ni watu waliambiwa mchukueni huyu ni mzima au ni malaika kwamba umeshadanja huko mbinguni kwamba mchukueni huyu ni mzima, alafu unazinduka hivi unajikuta motoni, wenzako hapo wanaimba kule milele, nyimbo za milele. Poleni sana manusura. Tunaona hapa pole sana manusura akiwa amelala hapa, anasimulia alivyokuwa ndani ya maji, namna alivyokutana na samaki wakati wa kuzama. Poleni sana jamani, na serikali najua inazingatiaga mambo ya ulinzi na usalama katika hivi naniliu kwenye vyanzo vya maji na nini, kama ni mto, kama ni bahari, kama ni ziwa. Ndio maana tuna vitu kama hivi hapa. Na hongera sana kwa wavuvi, unajua wale wanaweza wakazamia kokote tu pale wakaokoa. Watajwe pia na wao kwenye shughuli kama hizi za uokoaji. Habari nyingine nasema waziri ashuhudia usalama daraja jipya lilodaiwa kusombwa. Daraja lilodaiwa kusombwa sasa, kwamba mbona usalama upo, daraja lenyewe linasema mbona mimi nilisomba lakini nimerudi. Sasa hivi madaraja yanasombwa, unaamka asubuhi unashangaa uwezi upaoni kwenu, kumbe kwenu napo pamesombwa. Yani sasa hivi ni ile unatakiwa ulale makini, maana unaweza ukaamka asubuhi ukakuta nje ya papo. Nje pameenda wapi, kumbe pamesombwa. Twende moja kwa moja katika gazeti la Uhuru. Habari kuu inasema watumishi kikaangoni. Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu amuru wakamatwe kwa tuhuma za kununua mabati mabovu 4,000 yaliyogharimu milioni 200. Sasa kumbe wale ishi tu kwamba walipiga hela ya mabati mapya, alafu wakaenda kununua mabati used yale, alafu wakayapiga rangi. Au walifanyaje? TAKUKURU yatakiwa kuanza kuwachunguza wahusika na kuhakikisha fedha zilizopotea zinarudishwa mara moja. Hata kama sio mara moja, zirudishwe mara mbili, mara ngapi, zirudi zote. Haya mabati nzuri mnachukua mnawauzia wenyewe, ila inarudi. Si mabati used. Wachukue sasa mabati used ambayo walikuwa wametaka waihujumu serikali, wauzie wao, waone je yatadumu hayo mabati, ili hiyo hela irudi. Sasa nimewapa njia hapo serikali, na 50%. Hatari sana. Hiyo ni gazeti la Uhuru. Na habari nyingine katika gazeti la Uhuru, unajua siku hizi yale mambo kwamba elimu ni bure, lakini kuna vitu vingine ambavyo unakuta vinapigwa hapo chini. Elimu ni bure, lakini njoo na hela ya fagio, njoo na hela ya uji, njoo na hela ya mlinzi, njoo na hela ya dawati limepinduka, njoo na hela ya kuchorea mwalimu mkuu. Sasa 50,000 ya dawati yamtia matatani mkuu wa shule. Habari katika ukurasa wa pili. 50 ya madawati yamtia matatani mkuu wa shule. Ilikuwaje? Alisema tunaombeni kaka 50 hiki dawati naweza nikalichonga mwenyewe na mtoto wangu mmoja pale nyumbani anza kuchonga dawati nikaja nalo. Kumbe mkuu anataka apite na 50. Hizo ni habari katika ukurasa wa pili gazeti la Uhuru. Jipatie gazeti la Uhuru siku ya leo, usome hiyo habari kwa moja kwa moja. Twende katika habari za michezo na burudani. Tuanze na gazeti la Mwanaspoti. Mwanaspoti habari kuu inasema ni ile penati. Ile ni penati bwana, ilikuwaje? Mwamuzi afunguka kila kitu, asema Baka alistahili kadi nyekundu. Sasa mbona ukumpa kama alistahili? Mbona ukumpa hata aondoke nayo? Kuna zile kadi zinatakiwa mchezaji aonyeshwe, lakini kuna zile faulu ambazo mchezaji anatakiwa umpe kadi nyekundu aondoke nayo. Sasa sio mechi imeshaisha, mtu amezulumiwa, ndio unayosema ile ilikuwa ni penati, ile ilikuwa ni kadi nyekundu. Inasaidia nini? Mpe mnaniyo mchezaji aondoke na kadi yake, akumbushie huko kifika nyumbani, angalia huko. No, kwa mfano hata ile Yanga ile ya juzi walinyima penati, wasema tukio lilivyotokea mechi kaisha. Unaona sasa mchezaji hapa anavakata, angalia hiyo video. Kumbe sio video. Nataka nione itakuwaje hapa, kumbe ndio imegandishwa hapo hapo. Unaweza ukabonyeza play hapo. Bonyeza play. Uone anavyokatwa. Watu wa VAR. Tutafanyaje sasa? Habari nyingine nasema na leo tena UEFA Champions League, Chelsea, PSG, Arsenal wakivaa Bayern Leverkusen, lakini Man City pamoja na Real Madrid saa 4 usiku. Usikose usiku, ni usiku ambao hauhitaji kukaa mbali na runinga yako kushuhudia mtanange huu mkubwa kabisa wa UEFA Champions League. Lakini moja kwa moja asema gazeti la Nipashe, Simba mawindoni
kuiwinda Pamba lakini Pamba yenyewe wameitega Simba sasa sijui Pamba wamevaa nguo fupi ili kuitega Simba. Sasa Pamba si nguo. Yes, hilo ni gazeti la Mwanaspoti pamoja na Nipashe katika kurasa za michezo. Kumbuka ulikuwa na mimi mchambuzi wa magazeti na wala sio mchambuzi wako Frank Mathew. Tuonane asubuhi ya kesho ambapo tutakutana kwa ajili ya kuchambua habari kemkem kwa njia ya ucheshi. Usisahau kusubscribe, share, comment na kulike. Alamsik.